Hey, hi guys. Mnaendelea aje? Salamu tu na wasalimia. Nataka kuwajulia hali. Niko huku nje. Nilikuwa nakuja kutupa takataka hapo. Nilikuwa nakuja kutrash, okay? So, sahi ni around 4:30. Allowed 4:40 because nimetoka kwa nyumba allowed 4:30. So ni 4:40 na giza inakuja. Ukiwa hivyo, giza ndio hiyo inakuja. Wacha sasa niwapee tu kastori kandogo up to date. Sasa tulikam huku Alaska. Tulikuja huku Alaska na familia. And Alaska kumekuwa tu kupoa sana. Kumekuwa kuzuri by the way, hakuna complaints so far. Wacha leo niwaambie kuhusu weather. Alaska ni baridi. It is one of the coldest states. Unajua tuko Arctic, okay? Tuko Arctic na initially Alaska haikuwa part of USA. Ilinunuliwa from Russia in 1867. So Alaska iko pale Arctic mwisho, okay? Next to Canada. So na hizi temperatures tunaona hapa ni kama tu za Canada. Sometimes I think hata even in some parts za Canada wako na temperatures kali sana. Still Canada. So kuna photos zimekuwa nikiona online vile Canada kuna winter kali. So hapa hata hakuna winter. Those hizi like as at today, leo ni I think 8th or 9th of Jan. Temperatures ya leo ni around minus 25 Celsius, okay? So unaona hizo hips za snow huko, ama hii ni hips ya snow. So njia huwa ina nini, njia kila asubuhi huwa inatolewa, scrapiwa hiyo snow. So tulika mingi September last year 2025 tukapata ndio wako fall. Sa hiyo maybe kulikuwa kama plus 6 degrees Celsius. So mwili yangu ilikuwa inatetemeka at 6 degrees Celsius. Kama sahii unaona hata sijavaa mask kama nini. So because vile tulifika huku September ikiwa plus 6 Celsius, tuliingia winter the following month on October hapo. October kukaanza winter, November ikashika winter, December kushika winter. So wacha nikwambie, last week tumetoka below minus 51 Celsius. Minus 51. Like huwezi toka nje, mtu kama mimi cause like me si at native wa huku. Huwezi toka nje kukiwa minus 51 na ukae huko like 5 minutes walai. Hata huwezi pumua unless we ni native wa huko. So tumetoka minus 51 last week. So vile October ikaanza sasa kwenda minus 5, September, October ikaanza kwenda minus 5, minus 15, November ikafika minus 20, December ikafika minus 30, minus 40. Wiki ya kwanza ya Januari, Christmas tulikula ikiwa minus 45. Wiki ya kwanza ya Januari minus 51. Sasa ndio imeanza kupanda mtu wangu. Minus 50 like unatoka na maji moto, ukifungua hiyo kikombe yako ya maji moto ama hiyo water bottle ya maji moto ina freeze na kuwa mawe. Lakini wacha nikwambie, watu wa huku like mwanadamu ameumbwa very funny na Mungu. Like mwanadamu anaweza survive in any environment. Sasa kama hapa leo the coldest like it has been ni minus 51 Celsius. Watu huku wanatuambia the coldest it was like this was in 1980. So tumekuja tukapata it is that terrible month like snow tupu. Ona hiyo hip ya snow hapo. Like ile siku kutaanza like kukua njoto, kutakuwa like kila mahali kutakuwa maji cause the entire ground is frozen. Ona
the entire ground it's just frozen. Kila mahali ni heaps za snow kila mahali. So in terms ya baridi, huwa tunajikinga aje baridi hapa? So like some of my friends wana chat na wananiuliza, we huko kuna human life, watu survive aje huko? Hapa wacha nikwambie, tuna survive tu kawaida, by the way, hakuna issues. Like kuna winter gear, coat kama hii coat kama hii yenye nimevaa, naona coat kama hii ni thermal, like iko na insulation, iko na clear kali. Ona hizo gloves mtu wangu, hizo gloves ni thick, hata yenye na film nayo, hizo gloves ni very thick by the way, they are thermal insulated. Alafu ona kuna kiatu ya winter, hiyo juu ni ya winter, hii ni kama viatu 2 in 1, naona. Na kuna snow pant, sasa kuna mfuto ndani na layer ingine, na sasa hii ni snow pant ya huku juu. Unaona hii coat nayo, wacha tu, na hii snow pant iko inapanda mpaka huku chest kuzuia ine baridi kuingia. So in terms ya mavazi tuko sawa, na unaona hiki kitu iko na kingepa hapo, na pia naweza jifunika mdomo hivyo nikitaka, like nikisikia baridi sana kwa mdomo naweza jifunika hivyo, naona, naweza jifunika hivyo. Hii manyoya ni ya kuzuia snow, like isikai ikikuangukia kwa macho, na pia kinaongeza layer ya warmth hapo, unaona, unacheki. So lakini sasa hakuna baridi, like imagine sasa tumetoka -40, -45, -51, sasa tuko -20. Kama leo ni -27, 25 Celsius. Na imagine mwili yangu sasa like imeanza kuadapt. Kitambo hata sikuwa naweza kupumua ikiwa plus 6. Kama hapo Kenya sasa Julai, wakati Kenya iko Julai inakuanga kama 13 Celsius, plus 13. Na sasa hiyo mtu huwa anatetemeka. Sasa nimekaa huku sasa sijui ile time nitarudi Kenya hapo kutembea ama kuishi tena. Sijui ni kama sitakuwa navaa nguo mtu wangu, because sijui nitakuwa paji, nitasikia no wonder. Sasa unaonanga wazungu wamekuja Kenya, unaona tu hata wako tu na tu vest na tu tops, unashindwa kwani wazungu hawavaangi nguo, wanataka tu every time wanataka kukaa kama wako beach. Ni njoo wamezoea hizi mawinter huwa zimewachapa mwili, like inazoea mwili inakaa kama tuko frozen every time. So mzungu akifika hapo Nairobi ama Afrika, hiyo njoto ya huko hajawahi sikia maishani, wanga anasikia kama atachemuka. No wonder unaonanga wako na very scanty clothing. So kama saizi leo kuko -25 na nasikia sasa at least kuna njoto, like mwili yangu imeadapt mbio sana. You can imagine mwili imeadapt. Sasa ukiona watu wenye wako huku hii shule huku Mbodhi wa Laimana High School, hata wavai jumper cause walizaliwa huku, katoto kandogo ka 3 months hata kanavalishwa tu kale ya kamoja. Ukiuliza mzazi, kwani mtoto wako asikii baridi, anakuambia tunawazoesha hivyo. By the way, wanazoeshwa hivyo tu. Mimi hata like okay, lazima like ni process like wezi fika hapa alafu naanza kujifanya we ni native mara moja. Lazima uzoeshe mwili pole pole. Lakini pia baridi ni poa, like hii baridi ikishika mwili like ina activate mwili, inapiga mwili shock hivyo. Mwili inaamka kidogo. So far kumekuwa kuzuri. Tumezoea baridi. Tumeadapt vizuri by the way. Hii yote ni snow sasa. Hiyo ni kiwanja tupu. Kwenda huko mwisho. Na hiyo yote ni snow. Hiyo ni Greenland, like hiyo ni football pitch ama soccer pitch. Kwenda kule mwisho around like 500 meters, but iko literally covered na snow kila mahali. So my relatives, my family,
hapo Kenya like tuko tu sawa, si ati tuna like tusha learn some ways, tunajua when to step out, lakini bado sahii tunazoea nini, unajua wazungu na they check weather using Fahrenheit, sisi tumezoea Celsius. So lakini kuna mahali huwa zinakutana ona hizo hips za snow mulima so ona hizo hips za snow hizo ni hizo ma-apartments tunaishi hapa. Apartment nazo zimejengwa fiti sana, ziko na insulation nyingine kali sana kwa nyumba. Hata tunaishi sasa normal life hapa tu iko indoors, tunaishi tu normal life. Hata hakuna kuvaa nguo indoors cause hizo nyumba ziko insulated, zimejengwa na mbao, lakini hiyo yenye unaona kama ni mawe si mawe, sasa ni mabati. Ziko insulated na mablanketi, vitu zinakaa kama mattress, alafu mabati inapigiliwa nje. Ndani ziko na heating system, ukisikia kama kuna baridi sana unaweza weka heating, una switch on heating heaters. Nini ingine indoors. So maisha huku ni indoors like gymnasiums zimejengwa indoors, playgrounds zimejengwa indoors, gyms indoors, shule ni indoors, everything heated facilities. Swimming pool iko indoors. Kwanza kuna swimming ingine Ika City iko na swimming pool ingine kali sana like ile inaitangwa Olympic swimming pool, unaona. So life iko normal, life iko poa. Saizi hatujapata ati any regret so far, hapana. Life iko tu poa like tunaadapt kwa hii baridi like mwili yangu like imezoea. Na hata watoi like hata watoto ndio like kuadapt mbio sana. I think tunatakanga kuassume like watoi ndio uadapt mbio, lakini nimeona wameadapt mbio kutushinda. Lakini the very first week nilifika hapa, nikagonjeka. Nilifika nikashikwa na baridi na homa. Watoi hata hawakusikia hiyo homa hata kidogo. Okay, the very first week after kupona ni hivyo. Maybe nilikuja nimejipanga na antibiotics cause kwenda OC huku ni very expensive states. Nitawapigia story ya hospitali. Naona hiyo apartment. So hii ni side ya nyuma. Huku ni side ya nyuma na kuna apartment ingine huko mwisho. Kamera inakaa ikichange lighting cause like nakaa ni kimove, so inakaa iki auto detect. So like na feel poa kutembea huku nje like cause umekaa indoors like ukitoka nje ukipigwa na hiyo kabaridi, kuna vile mwili inajireset yenyewe, inaji auto reset tena like inaanza tu upya, which is okay. So in terms of climate, cause hii video tu naifanya juu ya like topic ni tu climate Kenya tumebarikiwa sana, ama Afrika tumebarikiwa tu fiti sana. Afrika climate ya Afrika iko tu fiti sana like kama hujawahi toka Kenya huwezi jua nini unaweza appreciate. Hata hiyo yenye tunaitanga July, sincerely hata sio July like hii hata hakuna kitu. Yaani unakuwa tu kwa environment yenye iko na joto from January to December. Hiyo ni kitu ya kushukuru Mungu sana by the way. Cause kuna watu kama sisi tuko Alaska. Unajua Alaska hapa kuko na winter miezi ngapi? 7 months. Unaweza imagine winter ya 7 months vile tunakopa. Na lazima tukae kwa hii winter 7 months. Hivyo ndivyo kuko. So summer hapa Alaska ni only 5 months. 5 months. Na bado hizo 5 months hiyo unaita summer, si kama baridi si kama joto ya Kenya. Ni baridi kama ya July sasa. Hiyo ndio summer. So in terms of climate, Afrika imebarikiwa sana. Kama hujawahi toka hiyo Afrika like ukuje place kama hizi, ama uende huko Moscow ama Russia ama ukuje kama Canada. Uwezi like mimi nimekam ku appreciate zile resources ziko hapo Kenya. Kuna a lot of resources, weather iko fiti, environment iko poa. Sasa
Ona kama hiyo heap sasa, hiyo ni snow imesukumwa na tractor ikakuja ikadampiwa hapo. Kukianza kukua joto huko dhizia kama huko March April, hiyo itaanza kumelt sasa ikuwe maji. So tuko blessed sana, by the way, tuko blessed na weather poa. Kila mahali Afrika ama Kenya ni green, kila mahali ni green. You can imagine, kila mahali ni green. Uko na access ya shopping malls nini. Alaska nitawapigia story ingine ya topography ya huku. So in terms ya climate, like hata sahii mwili yangu sahii ina miss hiyo njua ya Kenya, like na miss njua ya Kenya walai. Njua ya Kenya yenye inakuchoma unasikia utamu. Hata sijui kama nitaipata lini huku tena. So as a result of that, tunakunywa huku ma vitamin D kila siku. Unakunywa tablets za vitamin D cause mwili bado inahitaji hiyo vitamin D cause hakuna njua. Hata kama kesho inaweza bado toka kitu saa 5, lakini tu itakuwa just mwangaza. Juu utakuwa tu unaiona hapo unaangalia na macho, lakini ni mwangaza. Ama unaiona huko kwa horizon, lakini ni mwangaza. Haina nguvu. Njua iko yes, lakini haina nguvu yoyote. Ni light tu. Ni rays, ni light tu, lakini haina nguvu yoyote. So in terms of natural resources, Kenya tu iko sawa. Lakini sasa in Africa tu ni governance issue, corruption, hizo vitu zimerudisha hiyo nchi yetu nyuma sana. Like Africa ni country inaweza kuwa mbele sana kama leadership ingechange. So huku tu tuko sawa, baridi, lakini nimwambia baridi sasa tunaizoea, and that's it. Na miss hiyo njua ya Kanairo, na miss hiyo njua ya ushago hapo Kenya. Chogoria yangu mugeni. Na miss hiyo njua ya huko. Na miss marafiki wangu hapo Kenya. Sana bana. Na miss marafiki wangu Mama Troy, Baba Troy. Na miss akina Mbatia, John Mureithi. Na miss Simon Mutuli. Wacha tu. Na miss tu Rose, my bros, my sisters, Frida, my nieces, nephews, Daniel, Angel, Blessings, Frida. Na miss tu sana. Na miss huko tu. Lakini hakuna cha kufanya. Tumekuja huku mboka, wacha tupige tu hii mboka. So unaona unioni sura yangu vizuri kwa sasa hii ni 5 na giza ishakuja. Sasa hii njua inakuja around mwangaza, si njua, mwangaza inakuja around 10 am. Usiku inakuja like darkness inakuja 4:30 hapo. Kama sasa hii already kushakuwa dark tayari. So you just know that tupitishieni salamu huko. Mkiona maparo waambie tu tuko sawa, ama madhi akuje aone hii video. Jua tu tuko sawa, watu hiyo wako sawa. Kila mtu shazoea huku. Tuna learn culture huku. Baridi tunaizoea. Hizo matank ni supplies. Like huku vitu huwa zinaletwa proper planning. Kunakuwa na supplies kama za shopping. Ukifanya shopping, unafanya shopping ukipanga. So haka ka video tu naenda kukakata saa hizi. Nimwambia so much about weather, about baridi. Lakini baridi inashuka below 50. Wacha niwawekee kamera ya mbele, sijui kama itaweza kuona kamera ya mbele. Niko na gloves. So like ona hizo steps. Ona snow. Ona level ya snow. Ona hiyo level ya snow. Hiyo ni kama feet 5.
3 feet hapo. Hiyo yote ni snow. Unaona? So nini ingine ungependa kujua kuhusu Alaska? Hebu niulize hapo kwa comments, alafu nitakufanyia video ingine ya kutaka kujua hapo kuhusu Alaska, anything that ungependa kuona. Hai, ukicomment hivyo nitakuwa like, unaweza niuliza swali then nitakukomentia. Hai, naweza kuambia nini na hapo huku. Watu ndio wanaingia shift. Hawa ni mboka. Shift yao ndio imefika. Mimi niko kwa mlango hapa. Na chill hapa kiasi. So hapa at least kuko warm hivi. So niulize tu hapo. Hi. I'm good. I'm doing a video here. You have the keys? I have the keys. At least today it's so warm, not like other days. This is warm now. Yeah. Thanks a lot. All right. So tunajaribu kuingia hapa. So sawa guys, mkuwe na nice time. Nitakuwa na filmia ka video hivyo every week tukaa hiyo, naeleza life ya Alaska huku. At least leo mnajua about temperatures. So hapa huwa kuna kuwa warm kutoka April hivyo. April May ndio kuna kuwa warm, na hiyo ndio time tourist wanakuja Alaska kutoka April. So April, May, sana si April. Kutoka May ndio watu hurudi huko Alaska kufanya hizo summer jobs. So May, June, July, August, within 3 to 4 months watu wanakaa mingi huko Alaska, wanapiga mboka, wanarudi hizo state za huko chini, wanarudi USA ya huko chini. Huko kuko very warm. Ukisikia winter huko chini iko tu like iko 0 degrees Celsius. 0 degrees ndio winter. Huku tuko -41. And the good life is life tu inaendelea tu kama kawaida. It's okay to experience these things, like we are grateful to God because kuna vitu mingi sana tumelaani huku. Cultural change, kuna vitu mind yangu imeona, mind za watoi zimeona, wako chuo, wako shule poa. Everything is here, like Gavaya state, it will take resources to the most smallest community na hakutakuwa na any major disadvantage. So you guys, kama watch hii video, nipe like hapo, ni subscribe hapo, nifinyie tu hiyo subscribe button, show me some love. Usitoke kama hujai like na kama hujani subscribe. I beg you. All right, you guys, I will see you some other time. All right.